Tutasoma leo mstari wa kwanza mpaka wa 12 na utakuwa ni ujumbe wa maandiko. Yona sura ya pili, sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 12. Naomba niombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya neno hili. Wala tunaamini Bwana tenda kusema nasi asubuhi ya leo, maana kwenye neno hili tunaamini wewe upo na uko tayari kusema nasi. Katika jina la Yesu tunajiachilia mikononi mwako, nasi tukiamini ya kwamba Yesu uko mahali hapa. Na neno hili Bwana tenda kumpaka mafuta kwa ajili ya kutusaidia na kutuwezesha kuendelea katika wiki hii yote na katika maisha yetu ya wokovu. Ninaliachilia mikononi mwako katika jina la Yesu. Amen. Maandiko yanasema, basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zao. Mstari wa 3, kitabu cha Yona. Mambo utulivu huko nyuma tafadhali. Mtoto mkitoka tokeni kimya kimya, na utulivu nautaka sana. Nataka utulivu sana. Tunamsifu Mungu. Lakini sasa ni wakati wa neno. Naomba utulivu sana uwepo. Mashemasi kama mpo tafadhali zingatieni utulivu. Mstari wa 3. Lakini Yona akaondoka akimbilie Tarshishi, apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akateremka hata Yafa, akaona merikebu au meli inayokwenda Tarshishi. Basi akatoa nauli, akapanda merikebuni aende pamoja nao Tarshishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Mstari wa 4. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata merikebu ikawa karibu na kuvunjika. Mstari wa 5. Basi wale mabaharia wakaogopa, kila mtu akamwomba Mungu wake, nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebuni ili kupunguza uzito wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani za merikebu, akajilaza akapata usingizi. Mstari wa 6. Basi nahodha akamwendea akamwambia, una nini ewe ulalaye usingizi? Amka umwombe Mungu wako, labda Mungu wako, Mungu huyo atatukumbuka tusipotee. Mstari wa 7. Wakasemezana kila mtu na mwenzake, haya na tupige kura tupate kujua mabaya haya yametupata kwa sababu ya nani. Basi wakapiga kura, nayo kura ikamwangukia Yona. Mstari wa 8. Ndipo wakamwambia, tafadhali utuambie, wewe ambaye mabaya haya yametupata kwa sababu yako, kazi yako ni kazi gani? Nawe umetoka wapi? Nchi yako ni nchi ipi? Nawe mtu wa kabila gani? Mstari wa 9. Akawaambia, mimi ni Mwebrania, nami namcha Bwana Mungu wa mbinguni, aliyeziumba bahari na nchi kavu. Mstari wa 10. Ndipo watu wale wakaogopa mno, wakamwambia, ni jambo gani hili ulilonitenda? Kwa mshangao
kwa maana watu wale walijua ya kuwa amekimbia ajiepushe na uso wa Bwana, kwa sababu alikuwa amewajulisha. Mstari wa 11, basi wakamwambia, tukutende nini ili bahari itulie? Kwa maana bahari ilikuwa inazidi kuchafuka. Mstari wa 12, naye akawaambia, nikamateni mlitupe baharini, basi bahari itatulia, kwa maana najua ya kuwa ni kwa ajili yangu tufani hii imewapata. Mungu yabariki maneno haya. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Niombe radhi kidogo kwa wazee wangu tulioenda umri kidogo, na mimi nimo kwenye ujumbe. Nimetumia Kiswahili cha sasa, kichwa cha ujumbe nimetumia Kiswahili cha sasa. Kwa wazee wangu umri ulioenda kidogo, uniwie radhi kwa kichwa cha ujumbe nitakachokisema, kwa sababu ni Kiswahili cha leo cha sasa. Na ujumbe unasema usichukulie poa, chukua hatua. Narudia tena, wazee siku zilizoenda kama mimi, naomba uniwie radhi kwa kichwa cha ujumbe ninachokitoa. Inawezekana neno hili kwako likawa tatizo, lakini inabidi ukubaliane na mazingira na nyakati tulizo nazo ili tuelewane vizuri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha ujumbe kinasema usichukulie poa, chukua hatua. Usichukulie kawaida. Vijana wanaposema poa wanamaanisha kawaida. Usichukulie kawaida. Kuna baadhi ya mambo ukiyachukulia kawaida yatakunyanyasa, yatakuonea, yatakutesa. Kuna baadhi ya vitu ambavyo kwenye maisha yako hata kama unaviona ni vidogo, ni vya kawaida. Kuna wakati mwingine unaweza ukaona jambo hili bwana, naona kama ni la kawaida tu, litapita tu kawaida. Chukua hatua juu ya jambo lolote linalotokea kwenye maisha yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hujawahi kusikia kwenye maisha mtu anakwambia sisi kwenye ukoo wetu, kila ikifika mwezi wa 6 tunapata asma? Tumeshazoea bwana, tunajisikia huu ugonjwa ulikuwa wa baba, kwanza baba aliulisi kwa babu. Kwa hiyo ni kawaida yetu, kila mwezi wa 6 huwa najiandaa na dozi ya kutosha na dawa za kutosha, huwa najiandaa, niko tayari, naelewa, yaani akili yangu imeshaelewa kwamba kila mwezi wa 6 asima itakuja, na mtu anatembea kwa mazoea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nyingine. Hujawahi kusikia mtu anakwambia, yaani mchungaji, ninajivunia sana mimi kaka Joni. Binti wanakwambia kaka Joni ninajivunia naye. Kila siku ya weekend ya wiki ananitumiaga 5,000 kwenye simu yangu ya vocha. Ya vocha. Kwa hiyo najisikia raha, namshukuru Mungu kwa kaka kuwepo kanisani, ananitumiaga 5,000 kila baada ya ikifika tu mimi Ijumaa, huwa najua kaka Joni kwa anavyonipenda, kwa upendo wake, kwa uzuri wake, kwa yaani kwa kweli yule kaka anajali nyie. Ananirushiaga kavocha ka 5,000. Kila baada ya Ijumaa napata kavocha ka 5,000. Anakuambiaje akikurushia vocha? Ananiambia ni upendo wa Kristo. Hujawahi kusikia mtu anakupa historia ambazo kwake yeye zinakuwa ni kawaida, yaani anazoelea, kuna mazoea fulani anayajua. Anakuambia mtu mmoja akanambia, yaani mchungaji, mimi yaani unavyoniona hivi, yaani hapa unaponiona mimi ni mwanamke, lakini napenda
sina bahati nao. Mimi nina bahati na vijana tu yani. Sema amina. Kwa nini useme amina sasa? Wapo. Yaani mimi nakwambia mchungaji, nikikaa na wanawake wenzangu dakika 5 tu nimegombana nao. Lakini nikikaa na wanaume bwana, najisikia raha na mikono hivi. Najisikia raha mwenzangu. Yaani najisikia na enjoy maisha. Yaani mimi mchungaji, kwa kweli mkitaka kanisa lenu linikose, yaani mnikataze kukaa na vijana. Yaani hao ndio naelewana nao. Usichukulie poa vocha. Sio vocha tu. Nyuma inawezekana ina tatizo. Nasema sio vocha tu, inawezekana nyuma haiko sawa, ina tatizo. Kuna baadhi ya mambo yamekupata, madhara yamekupata, kuna baadhi ya vitu vimekupata, kuna magonjwa mengine wakati mwingine uliyadharau, ukashangaa mpaka leo unahangaika nayo. Lakini sikilize, fika mahali jambo linalotokezea kwenye maisha yako, hata kama ni dogo, lifanyie utafiti. Ukiona halifai, liondoe katika jina la Yesu aliye hai. Hata kama huyo mtu ni mhubiri wa Injili, mwambie jambo hili si sawa na mimi sikubaliani nalo. Haijalishi atakuonaje, pote leo bondeni, atakavyokuona mwambie Bwana aliyeniita ameniita kwa kusudi lake. Hii vocha ya nini? Tuna mkataba gani? Amen. 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 Tumezungumza habari, tumesoma kitabu cha Yona. Lakini leo nataka nimzungumzie mtu ambaye nyinyi hamumuoni. Na inawezekana ujumbe huu haujawahi kuhubiriwa hapa, au sio hapa, hujawahi kusikia kabisa inawezekana. Na huyo mtu pengine hujawahi kumsikia kabisa akitajwa kwenye kitabu cha Yona. Maana mara nyingi huwa tunamzungumza Yona peke yake. Bila Yona sitamzungumza sana. Kuna mtu aliyeokoa maisha ya watu. Kuna mtu ambaye maisha ya watu yalipona, ambaye watu hawamuonaji hapa. Na wakati mwingine wanamuona ni mtu wa kawaida. Kwenye hiyo sura ya kwanza kuna jamaa, mimi kila ninaposoma kitabu cha Yona huwa najivunia huyo jamaa anaoitwa Nahodha. Amina. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anaitwa Nahodha. Nahodha sio cheo cha kuokoteza, ni taaluma. Ukisikia mtu ni nahodha, ni mtu mtaalamu aliyesomea masuala ya usafirishaji na vyuo vya kutosha mpaka anapewa kuendesha meli. Maana yake alishahakikiwa ya kwamba huyu mtu ana akili timamu. Jamani, amina. Siku moja nilipanda gari kutoka Tanga Kunguni kuja Morogoro. Ina Kunguni vibaya. Na yule dereva aliyekaa kwanza alipewa uniform. Nafikiri kuna uniform zinazotoa LATRA fulani kwa usafirishaji. Zile uniform aliweka begani, hata kuivaa hakuivaa. Alafu ana singlet mwanaume. Amejaa kwenye sukari. Anatuambia hii mwanangu kutoka Tanga mpaka Moro hii. Nikamuuliza tutafika lakini? Akasema mtafika, msiwe na wasiwasi. Anakuambia na singlet ile front ameweka begani na gari inaondoka kutoka Tanga to Moro. Lakini kila aliyekaa kwenye kisiti Kunguni kibao. Nikasema kwa kweli nikishuka hii gari sisi kampuni sitaipanda. Sio nahodha. Nahodha ni mtu ambaye anaweza akawa amesomea Lukobe, lakini sikilize, hamaliziaji Lukobe. Utasikia kabla hajaanza kuwapeleka watu, nahodha huo unatajwa wasifu wake kwanza, ili mjue mko salama kwenye maji. Sema amina. Kabla hujaondoka, sio dereva ile gari iliyopanda, hata jina lake dereva hatukuambiwa. Yaani sisi tulimkuta kwenye sukani tu, jamaa ana pingili na sigara limekaa hapa. Yaani ndani ya basi kuna moshi na tambaa, jamaa mmoja yuko mbele anavuta, alafu nakwambia na singlet. Nikaishi kwa mashaka sana ile safari, nikasema Mungu wa mbinguni, tutafika. Lakini nahodha kwanza wanataja taaluma yake. Wanasema huyu ambaye leo anaongoza kwenye meli hii, jina lake anaitwa Edward. Na sio tu Edward, aiza utasikia anaitwa Dr. Edward. Kuna tangulia kitu fulani, amesomea Ugiriki. Wewe mwenyewe ukiwa umekaa unasema yes. Ugiriki? Yes. Amesomea Ugiriki. Unaambia sawa, hapa alichukua shahada ya kwanza.
Lakini ya pili akamalizia Germany. So alafu sio hivyo, akaenda na USA. Hawatani United States, USA. Kwa hiyo hapo alipo huyo mtu, lakini ni baba mwenye mke mmoja na watoto 6, unasema angalau. Inatajwa taaluma yake. Unaridhishwa abiria kwamba afadhali, kwa kweli tunaridhika kwa sababu ni mtu mwenye akili. Kama ana digrii 3, safari yetu tutafika, hatuna wasiwasi. Lakini sio tu hivyo, anasomea na mambo ya hali ya hewa, anaelewa hali ya hewa ya majini ikoje. Sema amini. Siku moja wakati tunaingia kwenye airport, ndio hawa wakati mwingine nahodha huwa anaitwa captain na nini kwenye majina ya kimungu. Jamaa tumekaa tunasubiri sasa ndege. Tukaingia kwenye ndege. Tunafika, kabla haijaondoka tukapewa wasifu wa anayetuongoza. Nikasema nitafika kweli. Hapa Mungu tu labda usike, lakini kwa shetani hatuwezi. Kwa jamaa aliosoma. Nikaambia anaitwa captain fulani. Akasema nikaambiwa amesomea namna fulani, amesomea namna fulani, amesomea namna fulani, amesomea. Nikatajwa vyeo karibu dakika 10 vinatajwa vyeo vya anayetupaisha hewani. Nikasema ana akili timamu, kama ni kifo naye anakitaka. Kwa hiyo huyu mtu hawezi kutua kirahisi. Lakini baadaye nikaambiwa sio yeye tu, hata kama akili zitachanganyikiwa hewani, tunaye msaidizi wake. Sema amina. Tukaambiwa na msaidizi wake na elimu yake sio pangu pakavu cha mtu. Hawasemi kamaliza la 7 alafu akafeli. Alipomaliza 7 akaingia mtaani kidogo akaanza kupiga vibarua. Waliofeli wote. Unaniangalia? Bwana Yesu asifiwe sana. Hawaingii. Tulipotajiwa tukaridhika, nikasema sawa. Baadaye kidogo nikaona wanapika kacha. Afadhali nikachungulia, nikawakuta watu wenye akili zao, na bahati nzuri mmoja alikuwa mweupe, na ndio tunaamini ngozi nyeupe kuliko nyeusi. Nikasema tutafika sana. Nahodha kwenye kitabu cha Yona. Nahodha ana watu wanaoitwa wasaidizi wake, ni mabaharia. Mabaharia wao na wao wana elimu ya bahari, wanajua kuogelea, wanajua kuokoa, wanajua hali ya hewa, ni watu nao ni wataalamu. Kwa hiyo wanapoongoza kwenye chombo hawaingii maamuma, wanaingia watu wenye weledi kwa ajili ya kuwafikisha watu safari yao salama. Sema amina. Alikadhalika mimi kuna siku niliwahi kusema kama mchungaji lazima nimchunguze. Akili ziko sawa, kama ziko sawa na hama. Maana atatufikisha, maana ndio nakosa wewe. Atafikisha, kama hatufikishi na kafanya nini? Napoteza muda wote. Na ndio maana mwalika hata ibada. Jipangeni. Na kama mjahama mimi naweza kahama mimi. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamaa ni mtaalamu, ni mtu anayeelewa, ni mtu anayejua, lakini akawa anataka kusafirisha chombo kuelekea Tarshishi, lakini kabla hajasafirisha kuna mamlaka ya hali ya hewa imeshamhakikishia usalama kwamba majira haya sio majira ya dhoruba wala sio majira ya upepo. Chombo kinaweza kikatoka. Sema amen. Na tiketi zimekatwa, watu wanaondoka, tayari wanaingia kwenye meli. Na yule nahodha, sikiliza, nahodha amejihakikishia, ameshachukua na makabrasha yote ya usalama ya kujua chombo changu kitafika salama. Kama ni mafuta yamo, kama ni petroli ya kila aina imo, kama ni AC zimo, kama ni kila kitu kinachotakiwa, mambo ya uokozi yamo. Ameshaelewa hakuna tatizo, na ameangalia kwamba upepo leo sio nafasi yake, haupo, hautatokezea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Usichukulie poa, chukua hatua. Nisikilize. Akaja jamaa, safari haikuwa kwenda Tarshishi, anaelekea Ninawi. Ametuma na Bwana, ndio maandiko yanavyotuambia. Anaitwa Yona. Jamaa anakimbia, anaacha boti yake, anaacha meli yake, anakuja kwenye meli nyingine ambayo haimuhusu. Anakata tiketi,
anaingia. Anapoingia, Biblia inasema anaenda kukaa chini na anatafuta mahali pa kujilaza. Anajua anachofanya. Meli inaondoka. Biblia inasema meli ikiwa inaondoka, wamefika katikati, wanashangaa. Nahodha anapocheki namna hii, anaona kuna kawingu, na nisikilize, wataalamu wanajua upepo ule na wingu lile ni la kawaida ama si la kawaida. Yaani kama kuna zoruba, anajua ule sio upepo wa kawaida, na ndio maana maandiko yanatuambia ukatuma upepo mkuu. Lakini baadaye mbele maandiko yanasema sio upepo mkuu, tufani kubwa. Kuna pepo 4 huwa zinavuma baharini. Kuna upepo wa kusini, kaskazini, mashariki na magharibi. Magharibi huwa unaitwa makalai au upepo wa Mise kwenye Biblia, kwa mbisho kwenye Biblia. Kuna upepo ukivuma baharini, maji huwa yanapigwa, mawimbi huwa makubwa. Lakini kuna upepo ambao ukivuma baharini, maji huwa yanalia kama mlusi. Kuna upepo baharini ukivuma, unajua leo pale boti haiwezi kutokea, yaani chombo hakivuki. Na mimi pepo hizo zote nazijua kwa sababu nimekuwa mvuvi. Sio hawa, mimi sasa. Nahodha anaangalia, anasema hata ule upepo, bwana naona kuna wingu, na lile wingu silielewi. Na bila shaka kama nahodha aliwaita watu wake kwanza kukaa kikao, jamani ule upepo sio wa kawaida, jiandaeni, hakuna usalama. Sema amen. Sio kila jambo linalotokezea kwenye maisha yako unafikiri ni la kawaida, mengine sio ya kawaida. Nahodha alipoangalia akaona lile wingu sio la kawaida, kuna jambo ndani yake. Ni mara ngapi ulishawahi kuona kwamba jambo hili si kawaida, liko tatizo kwenye maisha yako? Ni mara ngapi ulishaona kitu hiki kinachojitokezea, wewe unasema kila nikipata mshahara ndo madeni yanazidi, alafu unasema ni kawaida yetu? Sio kawaida. Nahodha akasema sio kawaida, au lile wingu ni upepo mkubwa, liko jambo litatokea. Na alipoliangalia akajua maisha ya watu hayako salama. Jamani, Bwana asifiwe sana. Hebu sasa angalia mambo machache hapa, nataka nikuonyeshe. Chukua hatua. Mabaharia walipoona jambo hili sio la kawaida, wakachukua hatua kama hawakujali kama itakuwa ni hasara au itakuwa ni faida au ni mzigo wa nani. Wakachukua hatua, maana ni afadhali kuchukua hatua kuliko kutokuchukua kabisa. Mabaharia wakapewa mamlaka na amri ya kuchukua hatua, na ukisoma mstari wa 5 inasema hivi, nisikilize vizuri. Basi wale mabaharia wakaogopa, kila mtu akamwomba Mungu wake, nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikebuni ili kupunguza uzito wake. Wakachukua hatua mabaharia, na mabaharia walipochukua hatua hawakujali mazingira yakoje. Wao walichoona kwanza ni usalama wa abiria walioko ndani ya chombo, wakaamua kuchukua hatua. Hilo ni jambo la kwanza. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Katika maisha yako kuna baadhi ya mambo gani ambayo unahitaji kuchukua hatua ili Bwana aendelee kukutokea? Wao wakasema hapana, haijalishi. Na nisikilize, walipochukua hatua hawakuangalia mzigo ni wa nani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hawakuangalia huyu mtu ni maarufu kiasi gani, hawakuangalia huyu mtu analipa kodi kiasi gani. Wao wakachukua hatua kwanza kwa ajili ya zile shehena walizokuwa nazo. Mimi naamini kulikuwa na mizigo mingi na makontena mengi. Kulikuwa na vitu vingi vya faida, maana watu walikwenda kufanya biashara. Wengine wanakuja wanapindua, wanatoka vitu, wanatoka kupeleka mtu fulani. Wengine walikuwa na vitu vifaa vya ujenzi, wengine walikuwa na vifaa vya kile. Lakini wao wakasema haijalishi vifaa vyako, maana vifaa vinanunuliwa, lakini uhai ni jambo la msingi. Wakachukua hatua ili waponye kwanza chombo kiwe salama.
Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unajaribu kusikia kanisani nauliza, kwa nini kaya haiendelee? Unaambia kuna mtoto wa mkubwa ndani. Ukijaribu kuongea, yaani wewe unakuwekea na kikao. Utaondoshwa, wewe nyamaza. Kwa hiyo unavurugika. Ukiuliza chama cha wanawake, wala hakiendelei. Unaambia baba, kuna watu wakubwa ndani, wazito. Siku moja nikasikia watu wanazungumza kauli mbaya. Kuna watu wazito na watu wepesi. Nikasema acheni maneno ya ajabu haya. Nani mwepesi? Na hata nikasikia kuna wachungaji wazito na wachungaji wepesi. Nikasema sawa, tunaangalia vyeo na status zao, lakini sio uzito. Uzito. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Wakachukua hatua, na hatua waliochukua Biblia inasema wakatupa baadhi ya shehena baharini. Lengo ni kupunguza nini jamani? Uzito wa meli. Kwa hiyo maana yake meli ilikuwa rahisi kuangamia kwa sababu ililemewa na mzigo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nirudishe kidogo kwenye maisha yako. Ni rahisi maisha yako kuelemewa kwa sababu yamelemewa na mzigo. Ni rahisi maisha yako ya wokovu kuangamia kwa sababu umelemewa na mzigo. Kuna baadhi ya mizigo unapaswa kuchukua hatua ya kuiondoa ili maisha ya wokovu yaendelee mbele. Maandiko yanasema hivi, kila tawi lisilozaa ndani yangu, Yesu anasema, alikata na kuondoa. Na wewe nisikilize, kama kuna mzigo ambao unakuwekea uzito, unashangaa kwenye maisha yako, unaye rafiki ambaye anakuangusha kila maisha yako ya kiroho, unapotaka yaendelee, hayaendelei, kata kwa jina la Yesu. Mwambie achana na mimi, natamani kusonga mbele, natamani kumwona Bwana, usinizonge. Na muogopa. Kwa nini? Kwa sababu yani huyu unajua, yani rafiki yangu, ananitegemeza, ananiwezesha, ananisaidia hata kufikisha mbinguni huyu. Wakapunguza uzito. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ili meli ipungue uzito, wakapunguza uzito, wakashusha mzigo. Hata kama mtu ni maarufu, nisikilize, hatufanyi kazi kwa maarufu, tunafanya kazi katika Yesu aliye hai, aliyetupa mamlaka na uweza. Simama ndani ya Yesu, tembea ndani ya Yesu, ishi ndani ya Yesu aliye hai. Usichukulie poa, unachukulia kawaida tu. Atabadilika siku moja. Una miaka naye 8, abadilika. Nikimwacha, ninajua kuna siku ataondoka, manake ndiye anayenilisha. Huyu manake ndio mwanaume wa watu. Ni kweli mwanaume amewa mtu, lakini nitakaa naye, nitakuwa nakwenda kanisani kidogo, alafu nitatubu mbele kidogo, nitabadilika. Jamani, nitabadilika. Achana naye. Bwana atengeneze njia mpya, afanye mabadiliko mapya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Maana hauelewi ni lini wewe utaondoka. Kuna wakati bila niuliza. Kuna wakati unaweza ukashangaa kanisani, sio hapa sasa. Kanisa mengine ambayo hayapa, unakupa tu faida yako kwa. Sio hapa kwetu. Mambo hayaendi. Mnafunga na kuomba, vitu haviendi. Vitu havitokei. Unaweza kuna nini? Kumbe kuna jamaa pale ndani, mko naye ana matatizo kibao. Yaani wewe jamaa ni bonge la chapa zangu sio mchezo. Mnafikiri mtafika? Yeye kila mkisema tu, Bwana wa mambo hakuna kitu. Sio hapa kwetu, makanisa mengine. Wakachukua hatua kupunguza uzito wa mzigo. Lakini sikilize, Nahodha alipoona kuwa hali sio jambo la kawaida, akafanya msako kwenye meli. Kwamba haiwezekani. Nimefanya taratibu zote, nimeangalia upepo hautakiwa kutokea. Kwa nini upepo umetokea? Na inaonekana upepo unaipiga tu meli hii ya kwetu. Akatoka kwenye udereva, akafanya msako kwenye meli. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine fanya msako kwenye maisha yako. Ni jambo gani linalokuzuia usifikirie jambo analotaka Yesu? Ifanyie rejea kwenye maisha yako. Usibaki kusema mimi ndio wa hivi. Hakuna wa hivi. Anayetaka kubadilika anaweza kubadilika. Maana Yesu aliye hai anaweza kubadilisha maisha yako, anaweza kubadilisha nyumba yako, anaweza
kubadilisha kazi yako, lakini hata mume wako ana uwezo wa kubadilika. Ifanyie msako, ifanyie rejea, tathmini, jiangalie. Bwana niko hivi. Naweza akasema hapana, lazima nifanye msako. Biblia inasema akaondoka, akaanza kupita raia kwa raia. Abiria kwa abiria. Kama nasema amini. Amen. Sema amini. Amen. Kwa lugha rahisi mimi juzi nilisema mshirika kwa mshirika. Mshirika kwa mshirika. Unamuuliza umeelewa? Sijaelewa. Hujaelewa. Yule unaishi naye nyumbani nani? Sio huyu sasa namtoa mfano. Nani? Ni babu yangu mzabibu. Kamzabibu. Wala ana miaka 25. Alimzaa mdada. Wakati tungopo watatuambia unafuatilia. Ndio kazi ya uchungaji kufuatilia watu. Ndio kazi zetu kufuatilia watu. Tusipofuatilia tumetoka kufa, kuondoka. Tumeshindwa kazi. Juzi mmoja akaniambia, "Unaniangalia sana kama ndio kazi ya uangalizi. Kazi yangu mimi nimepewa macho ya kuangalia." Aliniuliza mchungaji, "Unaniangalia sana?" Nikamwambia, "Kwa nini nakuangalia unajua? Kwa sababu hata hivi naitwa uangalizi. Kazi yangu macho ya kuangalia, yule naangalia." Na nilipoangalia nimekuona wewe. Jamani, haleluya. Akafanya msako, na alipofanya msako, sikiza, anafanya msako kwenye nini? Ili amjue msababishaji wa matatizo ni nani. Maana Biblia inasema yafaa mmoja afe kwa ajili ya wewe. Jamani, Bwana asifiwe. Ajue tunagombana, tunahangaika, hatuko sawa, shida nini? Unajua kuna wakati mwingine lazima ujifanyie msako. Unaangalia hata na sisi wachungaji lazima tufanye msako kwenye kanisa. Tujue hatufiki kwa sababu gani. Sasa wewe unakaa maisha, ujifanyie rejea, ujiangalie, ukiambiwa tabia yako ina tatizo hili, unajiona uko sawa. Wasikilize wanaokuona. Ndio wanaokujua. Usipokubali kubadilika, nisikilize, wote waliotoboa kimaisha walikubali kujifunza na kukaa chini kuwasikiliza wengine. Nisikilizeni, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wote waliofanikiwa kimaisha walikubali kuwa wanafunzi, wakakaa chini, wakakubali akili zao wazishushe chini, wasikilize wengine wanasemaje na wawape mawazo mapya ili waweze kutoka mahali walipo wasogee kwenye hatua. Kulikuwa na askofu mmoja pale chuo cha Biblia Dodoma. Alichaguliwa kuwa askofu kabla mambo fulani ya kielimu hayakaa sawa. Tukakutana naye kusoma, ni askofu. Yaani maana alisoma shule za Kiswahili, lakini mpira pale kusoma Kiingereza. Maana askofu na pande askofu kutana wazungu na kucheka cheka. Akaja pale kutafuta Kiingereza, chuo cha Biblia. Anafika pale na kamera. Anasema, "Mimi naitwa askofu fulani bila fulani." Akaambia, "Hapa hapana askofu. Cheo ulikiacha huko? Hapa tulio nao wote hawajui Kiingereza kama wewe. Yaani wewe sio askofu. Wewe ni mwanafunzi tu na hujui Kizungu." Akakasirika na askofu. "Mantikaoni kama wewe, nafasi yangu. Mimi ni askofu." Kama sio askofu hapa, kama ni askofu ondoka hapa, nenda kaongoze watu huko kwenye eneo lako. Hapa wewe ni mwanafunzi, na kama unataka kupata kitu lazima ukubali kutii chini ya mamlaka ili ufundishwe. Maana wanapofundisha sio askofu, ni watu wa kawaida na ni walimu wa kawaida. Sasa utawatishia na cheo chako cha askofu. Acha askofu, ingia darasani wewe mwanafunzi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Usipokubali kubadilika, huyu jamaa akasema hapana, maana nina elimu ya kutosha, ninajua mamlaka ya hali ya hewa, ninajua utaratibu ulivyo, ninajua hali ya hewa zilivyo, lakini kwa upepo huu nitatembeza msako kwenye meli. Sio jambo la kawaida. Akili yake ikamshtua kwamba kuna jambo la ziada, sio kawaida. Leo tunao washirika hawaelewi. Anapitia tatizo hili haelewi, anapitia tatizo hili haelewi, anapitia tatizo hili haelewi, unabii unatoka haelewi, anatabiriwa haelewi, anahubiriwa neno haelewi. Yaani yupo kila siku yupo kwenye jaribu hilo yeye haelewi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahitaji kubadilika katika jina la Yesu aliye hai. Tunahitaji kuchunguza maisha yetu. Tunahitaji kuelewa Bwana akisema, tunataka tuelewe alichosema kwenye maisha yetu. Maana sisi ni manahodha wa maisha yetu. Amen. Lazima uyachunguze maisha. Kwani ujiangalie
Kwa mfano, zamani ulipookoka ulikuwa unahudhuria ibada mapema. Zamani ulipookoka ulikuwa mfungaji sana. Zamani ulipookoka ulikuwa ni mtu mwombaji sana. Zamani ulipookoka ulikuwa msomaji wa neno sana. Leo hata neno usome unaona ni kawaida. Leo unaikuta Biblia imedondoka iko chini, unaona ni kawaida. Lakini ukiona 500 chini unaiyokota, Biblia unaachana nayo. Unamwita mtoto fulani, njoo uokote Biblia. Unafikiri ni kawaida. Acha mazoea. Tembea na Bwana aliye hai. Yesu anatamani abadilishe mfumo wa maisha yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ule mstari wa 6 na wa 7. Ngoja tusome kidogo. Wa 6 na wa 7. Inasema hivi. Basi nahodha akamwendea akamwambia, una nini? Una nini? Ewe ulalaye usingizi, amka umwombe Mungu wako, labda Mungu huyo atatukumbuka tusiangamie. Mstari wa 7, wakasemezana wao kwa wao, haya natupige kura pate kujua mabaya haya yametupata kwa sababu ya nani. Basi wakapiga kura, nayo kura ikamwangukia Bwana Yona. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Alipopiga msako akampata msababishaji wa matatizo. Tena maandiko yanasema akamkuta amelala, yaani juu ya dhoruba na matatizo wanayopitia wenzake, yeye hayamhusu. Hii mbaya. Tunataka kujenga ofisi, wewe haikuhusu. Jamani, kuna usafi unataka kufanya kanisani, wewe ufanye nini? Haukuhusu. Na wewe mwenyewe unapitia dhoruba na matatizo kila namna, familia yako inapitia matatizo, haifanyi nini? Wewe upo unapiga maisha. Jamaa akamgundua msababishaji wa tatizo, na alipomgundua akamwambia, wewe una nini unayelala usingizi? Yaani kuna jambo kubwa linatokea, kuna changamoto ya kugharimu maisha ya watu, alafu wewe unalala kweli? Au ile ilikuwa sumu. Na ndio nagundua kwa nini alimuuliza kabila gani wewe? Maana kuna makabila mengine hayaogopi vifo. Kama Msomali kidogo. Walimuuliza kabila, angesema Msomali, anasema watu wakujilipua, si ndio? Ndio maana. Kumbe ni kufa kweli ni jambo la tunajua. Jamaa wangetangaza tunaweza Msomali. Walimuuliza maswali magumu sana kwa chini, tukaona maswali magumu sana. Wakamuuliza kama una nini? Yaani maana hatukuelewi. Unajua kuna wakati mwingine sasa wachungaji tunawaangalia washirika, tunawauliza hivi na nini? Wala hatuelewi. Jamani sikiliza, eleweka katika jina la Yesu aliye hai. Eleweka. Watu tukikuangalia tujue wewe ni mtu wa namna hii. Ni mtu wa njia hii. Usikae njia panda hii, hatukuelewi. Mkristo mpagani. Mkristo mpagani. Uelewe. Na unachukulia kawaida. Kuna siku utapita, kuna siku utakufa. Ipo siku ya kutoa hukumu. Maana yule bahari alisikiliza, yule nahodha, kama meli ingezama, watu wakafa, unajua sheria zao zilivyo, anatakiwa afungwe kifungo cha maisha. Na yeye anaelewa kuna kifungo cha maisha, watu watakuwa wamekufa, lakini mateso yatabaki nayo mimi. Akafanya kila namna apambane watu wasife, ili na yeye awe salama. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unavyoyachezea maisha yako, unavyochezea wokovu wako, unavyochezea kanisa lako, unavyochezea mambo ya Mungu, nisikilize, kuna siku utatoa hukumu mbele za Bwana, na Bwana atataka ajue, na hata sahau, atakumbuka namna ambavyo alikuweka katika utumishi kanisani. Hapo sawa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mabaharia wakaambiwa fanyeni msako, lakini pigeni kura, waambie watu wapige kura. Nani amempata haya yanasababisha? Baadaye wakagundua kuna Yona ndani. Hebu nisome mstari wa 11 kama upo huko. Nataka tumalize haraka haraka. Ni mwangalizi hapa, nataka kwenda kanisa nyingine kufanya ibada sasa hivi. Na sio kufanya tu ibada. Kuna jambo la kushughulikia. 11:12. Maandiko yanasema hivi. Basi wakamwambia, tukufanye nini?
Wewe kwanza niendelee kidogo, kuna eneo hapa. Mstari wa 8, nisome mstari wa 8. Ndipo wakaambiana, mabaya haya yametupata kwa sababu yako. Kazi yako ni kazi gani? Wewe unafanya kazi gani? Jamani, angalieni. Hili nataka niseme. Upo kanisani hapa. Hasa kazi yako iliyokuleta hapa ni kazi gani? Wanamuuliza upo kwenye chombo, hebu tuambie kazi yako, maana kuna pengine wewe ni soja. Soja walifundishwa masuala ya kifo, hawaogopi. Ukitembea ni mwanajeshi hata sasa. Kazi yako ni kazi gani? Wewe mtu hasa wa kabila gani? Mbona mgumu? Mtu wa kabila gani? Wakamuuliza mtu wa kabila gani? Siku moja mahali ndio kuambia mchungaji unahangaika bure hapo, nikatajua kitu fulani. Sasa sitaki kusema hapo maana maana rekodi. Lakini nitajua kitu kimoja kanda hiyo bwana, kanda hiyo. Sasa ushaelewa nafikiri kanda hiyo. Bela kaongeza maalum. Nikamwambia ndio nini usielewi mambo ya kanda maalum. Kama ninataka mzee, hiyo ndio nasikia kwenye kibao pale kumeandikwa karibu. Kale sasa upo. Hakutajia mahali kwamba hiyo utakuta tu mahali ndio sasa upo mahali fulani. Kwa hiyo tukiingia Morogoro naambiwa karibu mkoa wa Morogoro. Ukimaliza unaambiwa kwa heri mkoa wa Morogoro. Lakini huyu mchungaji heri. Wewe mchungaji kwa kushinda nini kanda. Cassette kitani na cassette hiyo. Cassette ndio kanda za zamani, unajua kanda hizo. Akaambia huyu usihangaike sana. Kanda. Kaambia kwani kanda ni gani? Mchungaji bwana. Wewe na ngumu kuelewa bwana. Sasa sema nyie kanda. Huyo mtu ananiambia kanda hiyo. Wanamuuliza wewe mtu wa kabila gani hasa? Nchi yako ni ipi? Maana kuna nchi na zenyewe zishazoea vita. Jieleze tukujue vizuri, na maandiko yanasema Yona akajieleza. Alipojieleza wakatambua ya kwamba haya kumbe ni wewe ndio unatuletea shida. Walipojua kwamba unatuletea shida wakasema sasa ni hatua lazima tuchukue. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja tulikuwa tunamrekebisha mtu kwenye sifa kama hivi sifa tumeimba. Tukamwambia baba anapenda sana kuimba. Nikamwambia mimi nimwambia kama najua tumishi ni hivi. Unapenda sana kuimba lakini baba wewe ni mhubiri si mwimbaji. Na asipopangwa kuimba mtaisoma nao. Sijapangwa, lakini akisimama hapa inuliwe Bwana. Na sisi wote tunasimama tunamwangalia bwana mkubwa anaimba. Mimi nikamwambia bwana wewe bwana sio mwimbaji, wewe ni muongeaji. Unajua kuna sauti ya kuimba na sauti ya kuongea. Sio hapa kwetu lakini kwenye makanisa mengine. Kwa huyo jamaa nimwambia. Yaani jamaa ni mtu mpana, alafu ni mtoto wa mchungaji kwenye hilo kanisa. Na humtoi, lakini hajui kuimba, lakini yeye anafikiri anajua kuimba. Nikamwambia sasa baba wewe hujui kuimba. Akaniambia mchungaji mimi najua kuimba. Akipewa mic nyote mnasimama. Na yeye anaona anajua kuimba. Wakamuuliza ili ajieleze, na alipojieleza wakajua. Sikiliza, Nahodha akajua kwamba kuna tatizo limeingia na huyu ndio msababishaji. Na nisikilize, alipomgundua msababishaji hakumwacha kwenye meli. Ili meli iendelee lazima muondoe msababishaji wa matatizo kwenye maisha yako. Wapendwa nisikilize, kuna baadhi ya matatizo ondoa chanzo ili tatizo liondoke, safari isonge mbele. Jamani, haleluya. Using'ang'anie tatizo, ondoa tatizo ili safari isonge mbele. Nampenda sana Nahodha. Siku moja tukati tunatoka Maputo, Mozambiki. Na mimi nilipanda kidege bwana. Sasa na ndege zote mimi nachukia ndege kwa sababu mara zote nilizopanda sijapata raha. Ni mtihani. Ile mara ya mwisho narudi. Eti tunapanda tu tumetangaziwa kasoma na kila kitu safi. Lakini ndege ndio imegoma sio yeye. Tukasikia bila mmoja tulie hapo kasema na baadhi zote speaker viko karibu na sikia tulie hapo kuna nini. Mashine moja ndege imeleta hakusema imeharibika. Nahodha asemagi imeharibika. Angekuwa yule aliyetoa sisi Tanga mpaka hapo Morogoro alisema mashine imeharibika. Kama unakufa ndio mwenyewe. Lakini yule akatwambia imepata
hitilafu kidogo. Mimi nikajiongeza hewani hitilafu. Nilikuwa nimekaa na mzungu mmoja mrefu, jamaa ni Brazil, refu, nimevaa gambut. Nashangaa mzungu alikana ndege kwenye gambut, na ndani ndege na gambut na gambut. Ameingia kwenye ndege, akasema mzungu akasikia hitilafu, akaanza mzungu kutokana na ndege nzima Afrika baba, yaani akaanza kutukana sisi wa Afrika na yeye kaingia ndege ya Afrika. Wakaanza wale wasaidizi wanaanza kutuambia ikija ikianguka mnavaa hivi. Nikafumba macho, nimefumba macho, simwangalii, maana nikasema imani huja kwa njia ya kusikia, lakini sio kusikia na kufanyaje, kuona. Nikafumba macho, simwangalia, ameshika tu, mnafanya hivi, mnavaa hivi, mnavaa hivi, na kuna mlango imani store huko hapo, alafu tukiwatakazia kama kuna hitilafu tukawaambia. Nikasema huyu anasema nini huyu? Mimi sasa sina mpango wa kufa mapema jamani. Baada nikajiuliza, aliyenisababisha kupanda ndege nikawatafuta wabaya wangu walionikatia tiketi hasa alikuwa nani? Wakati mwanzo alikuwa ndio mwokozi wangu, amenipandisha ndege. Lakini baada ya tatizo nikasema mbaya wangu aliye nikatia tiketi. Lakini baada nikampa ahadi Mungu, nikishuka salama kwenye ndege hii sitapanda tena ndege. Yaani Mungu nisaidie nitoke salama. Yaani nikitoka ni mwendo wa gari. Ukienda Marekani basi yendi kwa lazima kwenda. Bahati nzuri akatangaza, funga mkanda sasa, tunaingia uwanja wa dharura, bei hapa. Bei hapa. Nikasema hiyo sawa. Lakini nasikia tu nikasema tatizo ni ndege, sikishuka sitapanda ndege. Tumefika pale tukashuka salama. Kushuka salama, kila mmoja alikuwa wa kwanza mlangoni, kwa tumejazana. Tulipotoka tumeondoka, si dakika chache tumesahau kama ndege itashinda. Tunaondoka saa ngapi? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ondoa tatizo kama maisha yako hayaendi. Ondoa tatizo, mkaribishe Bwana Yesu ndani ya maisha yako ili jambo litokee. Nahodha akasema naondoa tatizo. Na sisi kwenye ndege yule nahodha ile captain akatuambia tunashtuka uwanja wa dharura. Na leo upo kanisani kwenye uwanja wa dharura. Bwana anataka atengeneze maisha yako, atengeneze hali yako. Inawezekana tairi lako moja haliko sawa. Inawezekana maisha yako eneo fulani hayako sawa. Umetua kwenye uwanja wa dharura. Tutengeneze maisha yako, tutengeneze hali yako, tutengeneze njia zako ili ndege yako isafiri salama. Maisha yako ya wokovu yasafiri salama. Hapa tuko kwenye uwanja wa dharura. Sema amen. Haujakosea kuja leo, ni uwanja wa dharura. Na wakati ukiwa kwenye uwanja wa dharura unauliza, muda gani? Tunakwambia mpaka utakapokuwa umepona ndio tutakuruhusu uende kwa Bwana. Sema amina. Mstari wa 11 mzee anasema, sikiliza sema hivi. Anasema mstari wa 11. Basi wakamwambia, tukutende nini ili bahari itulie? Kwa maana bahari ilikuwa inazidi kuchafuka. Naye akawaambia, nikamateni mnitupe baharini, basi bahari itatulia. Kwa maana najua ya kuwa mabaya, kwa maana najua ya kuwa ni kwa ajili yangu tufani hii imewapata. Tukufanye nini? Chukua hatua ya kurekebisha maisha yako. Usiridhike. Hauombi, unaridhika. Hauhudhurii ibada kwa wakati, unaridhika. Ni mtu wa kupitisha vipindi, unaridhika. Unaona mambo yako hayaendi vizuri, unaridhika. Usiridhike. Chukua hatua ili mambo yako yaende, ili vitu vyako viende. Usipochukua hatua, kuna baadhi ya mambo utayakosa. Wakamuuliza, tukufa
tukufanye nini wewe? Tuambie, maana ndio mtatizo. Tukufanye nini? Mshirika wa leo akasema hivi, mmemwaliza. Bado tumegundua kuna shida moja mbili tatu, tunaishi wewe na matatizo. Tufanye nini? Akakwambia ni nani? Nani kakwambia? Yaani kwa kweli kanisa hili mtahama. Kwani mnanisingizia mbea, yaani wambea watu. Tukufanye nini? Anaulizwa tukufanye nini? Na yeye akasema najua hapa tatizo ni mimi na ndio maana mambo hayaendi. Nisikilize, unapokosea, mwambie Bwana nimekosea. Natamani unitengeneze, natamani unisaidie, natamani unibadilishe. Usikae na tabia yako isiyofaa. Jamani, Bwana asifiwe. Yaani hawajui kama mimi ni mtu fulani, ni mtu fulani. Sisi ndivyo tulivyo. Mtu mmoja akaniambia, sisi ndivyo tulivyo. Yaani mimi nikasirika mtu gani? Huwa anajinyonga, nikamwambia usitutishe bwana wewe, usitutishe bwana. Unaambia huwa anajinyonga, umejinyonga mara ngapi? Bwana tunakuona uko hai. Siku moja kaito mahali, mchungaji kuna ugomvi. Nini ugomvi? Mtu na mke wake wanafukuzana. Naanza nini ugomvi? Mimi mchungaji nataka kujua kama acha bwana. Nikamwambia acha bwana. Nataka kujua kama kweli. Nikamwambia mimi wake. Kwa hiyo wewe mimi kama vile kama wewe unafanya basi ndio sasa. Mtu amekwambia anavyotaka. Na sisi tunaruhusiwa kumwambia tunataka nini. Mungu wetu ndiye naye jamani, sio dikteta, anakusikiliza. Nikamwambia anakusikiliza, unataka nini? Na huyo amesema anachokitaka kwenye maisha yake ajiue. Kanunue kama pale. Mpe gushu. Akajitundika, tuone kama atajiua. Baba akaenda, akachukua kamba ile kamba. Baba, katika jina la Yesu Mungu ni hai. Kamba hii atakapoiweka shingoni isichelewe. Afa. Chukua. Akaanza, mchungaji, kwa nini unafanya hivi? Kamba la. Mimi nifikiri mchungaji anitetea. Utatetea. Nikutetea vipi? Wewe unasema unataka kujiua. Na mimi nimekubali, nimeridhisha kwamba Bwana kwa kweli ufe. Sasa usipokufa huyu haoi tena. Ili hao ufe. Kama ndivyo anasema kicho kanisa la Mungu. Maana kitenganishi, ila anaweza kuitenganisha ni Mungu. Afu kule chini sema kifo tu. Ndio kiwatenganishe, tengana bwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Badilika. Ukigundua tatizo usichukulie poa. Mtu akikurushia moja zisizoeleweka, mwambie sikiliza, hata kama sijiwezi, ninaye Bwana, ninamwamini, ninajua ipo siku atanitendea, atanitokea, atanifariji. Sitakubali kuingizwa kwenye matatizo. Nakwambia, yani ananinunulia kila siku, nakwambia nyama kilo moja. Kwenye usahau tulionao wakununulia nyama kilo moja. Mazingira haya kilo moja bamba kali. Wanasema nyama kilo moja naletewa kila siku. Badilika katika jina la Yesu aliye hai. Usichukulie poa. Chukua hatua. Hata kama unajiona maisha yako hayako sawa sawa. Kuna wakati kuna magonjwa yenyemelezi yanakunyemelea wewe. Nisikilize, yachukulie hatua. Yaambie kwa jina la Yesu aliye hai. Hata kama leo unajifanya mdogo, najua iko siku utakuwa. Ninakukataa katika jina la Yesu aliye hai. Siku moja nimeenda Mozambiki, mtu mmoja akaniambia nimeumwa na corona, hata ananiambia yani mchungaji na delta. Nikamwambia nini? Akaniambia ni corona ile yenyewe nayo. Kama kwa hiyo akaniambia mchungaji, kwa kweli hapa nataka tusogelewa shirika. Nikiwa kanisani akaniambia shirika nitako kainao mbali. Akaniambia Allah, na malize bado. Akaniambia Bwana asifiwe. Nife peke yangu tugawane. Akaniambia yani nataka mimi niondoke peke yangu. Nikamwambia mimi sitakufa bwana. Kama Mungu ameniita, liko jambo najua nitakufa kwa wakati, lakini sio kwa wakati huu. Maana sio majira ya Bwana, sio wakati wa Bwana. Hapa sitonyamaza. Akaniambia twende hospitali, nikamwambia nitaikemea katika jina la Yesu aliye hai mpaka iondoke. Nihubiri jina la Bwana, nimhubiri Bwana, nitangaze kusudi lake. Pambana na hali isiyofaa. Simama kiume, uhakikishe Bwana amekutokea.
Unasema hivi, kwa nini unateseka wakati Yesu yupo? Kuna washirika wanateseka sana. Paulo akasema hapana. Wakamkamata, wakamtupa bahari. Na bahati nzuri alisema nitupeni, akasema hakuna mwenye huruma. Sisi tunataka tuendelee na safari. Tushatupa kwanza biashara. Kumbuka hapo biashara zimeshatupa. Kwa hiyo watu wanajala siku ile. Yaani huyu ndio. Halimkatia hasara kabisa. Kwa hiyo waliposema kamata tupo baharini, yaani watu kabla hajamaliza iko juu. Yaani watu wametutia hasara wewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Chukua hatua kwenye maisha yako. Nasema chukua hatua kwenye maisha yako. Nasema chukua hatua kwenye maisha yako. Nasema chukua hatua ili badiliko litokee. Ili Bwana akutendee, ili Bwana akuinue, ili Bwana akufariji. Wapendwa, kuna baadhi ya matatizo hayataondoka kama ukiang'ang'ania. Sema amina. Amen. Juzi hapo nakumbuka mama aliuma sana na mgongo. Mama kuna kitu tumache Paulo arrest in peace mbinguni. Tunao kina Chaula Kiabula hivyo. Tunao pale, tunao watumishi hapa mpaka wewe. Jisimulie mwenyewe maisha yako namna ulivyomshinda, ulivyolingana na Bwana akakushindia. Mwache Paulo arrest in peace. Kila siku mnamwamsha tu mbinguni. Kila kitaka kuzungumza Yesu, kuna watu niliona nani kanisa la Zion wanakuita. Wanasema ulikuwa gerezani pale, walipoomba sila ulitoa. Jamani, hakuna mwingine aliyewahi kufanya hiyo kitu, yani ndio mimi tu bado niko huko bado. Akaona nashangaa nimefika tu hapa, eti yeye kaanza kuuma na mgongo. Kikiriki mgongo. Hawezi kukaa kwenye gari. Nikamwangalia, daktari mmoja akasema kuna pingili zitakuwa zinaanguka, zimeachana hivi. Nikamsikiliza daktari yule, nikamsikiliza. Nikagundua anafahamu mteja. Ngombe huyu anataka. Sasa nikuuliza mwisho maana baki mimi maneno mengi kwa kitu sana wala sinzia kabisa. Na naongea mpaka akachoka kumsikiliza pala sinzia. Akamwambia, kwa hiyo hapa ndio wewe unahudhuria clinic. Wewe unahudhuria kwanza miezi mitatu. Alafu baada ya hapo utatakiwa kuhudhuria, yaani unakunywa na dawa kila mara, kile tatizo huwa haliponi. Tena kaniambia vizuri, huwa haliponi. Linapungua. Ila ukiliacha akanitisha, itazidi. Kasema Alikuwa nitisha sasa wewe. Yaani mimi ukija hapa unanitisha. Mke wangu hali mbaya. Nitarudi nyumbani kwa mama kashi. Bibi nikamwambia sioni. Yaani sioni. Hatuendi hospitali. Pona kufa ni wewe mwingine. Muulizeni mwenyewe atakavyo. Nikamwambia yaani kila ninachokipata nikampe mjani kisha niwekea kliniki mrija wa kuchukua hela. Nikamwambia sasa mambo mawili. Bona tufanye huduma zale Mungu ameona tunataka kufanya mambo makubwa. Ba shetani ameona kuna vitu vinakufanyika, amekupindisha bongo, anakufanya wewe usikae sawa sawa. Sasa kwanza siendi tena hospitali. Wewe na mimi mume wako hata ukipata pesa mwenyewe hamna utanyama. Hakuna wakati unaposimamia jambo lako kwa mteteto. Hapo usiposema amina. Unafikiri utakufa? Nikamwambia wewe hospitali. Kaa. Mimi haujapona mama. Leo nikimgeni fanya kazi. Wewe huwezi. Kapona. Kapona. Hajaenda hospitali. Kapona. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku moja hivi usiku tumelala. Anauma mtu akufa. Ni eti nimetumeza hizo pressure imeshuka. Ananiangalia. Nikamwambia nini? Kwa sauti ya mbali nafikiri tulitokea kule sasa mtoto amefanya sana nyingi za watu sio vitani tu wanakuja kutembelea na wao watoka kuna nyingine kwa sababu gani, yani mwenzangu kaumia hayuko sawa mtoto. Nikamwambia ukifu siku unayokufa pale pale namwangalia nayo sabio vizuri nao pona nisio alikuwa kama akawa kama amekasirika karibu. Mama kama mimi kifo nao kama vile ni padri. Huwa mzima. Akawa mzima. Baba
Nikamwambia nataka mtu mzima. Unauma kitu kidogo. Wewe kufa hawa unaowatakia hawa. Kuna siku wao watakula maisha yao vizuri, watakula bata, watakula kuku. Wewe ulishajifia hawatakukumbuka. Hata kumolea majani ndio kabla hawatakuja. Maana utakuwa umeolewa nchi za mbali. Nikamwambia badilisha mtazamo, nisikilize mshirika wangu, badilisha mtazamo, badilisha maisha yako, usicheke na shetani hata kidogo. Sasa mtu aliniambia kile kiwezi mtafshinga na akaniambia kiona kuhudhuria hapa steam. Yaani mimi sijenge ofisi. Nimpe steam. Sio na compare, unafanya comparison. Na kulipa mimi au sikulipa? Kama sikulipa nichukue nikapumzika. Kama nakulipa, maana ina faida kwako. Kwa hiyo naomba kijenge ofisi. Steam ya kule yahamishie Mungu. Kama ni Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mshirika unalia wewe. Yaani mtu kaidona kama anakufa. Wewe unajuaje kama anakufa? Kama ni Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Badilika, tazama, tembea, simama. Hawa jamaa wakachukua hatua, wakamtosa baharini Yona. Na Biblia inasema alipotupwa baharini Yona, meli ilitulia, zoruba ilitulia. Siku moja nilikuwa kanisa fulani Zanzibar. Kama sikosei mama anakumbuka. Maneno hapo. Kanisa liko na watu 32. Kuna mtu mmoja akawa bado kweli ndio mwalimu wa kwaya. Kila nikikafanya hivi. Kila nikikafanya hivi. Shida yeye mwalimu wa kwaya. Ana sauti nzuri lakini ana kiburi sijapata kuona. Nikauliza kuna shida gani kama mwalimu wa kwaya bwana? Na watu kwa ndio kimtoa huyo kanisa na mdini. Maana na watu nyuma wengi. Nasema sawa. Nikasema kuanzia leo hatuna kwaya kanisani. Basi. Akani. Kwa nini unafuta kwaya? Kwa nini unafuta kwaya? Nikamwambia kwa sababu yako. Wewe umekuwa Yona. Ili usitupaze ni hamna kwaya tena. Akamwambia tutaona kama kanisa halitakufa hivi. Ndio hapo mke wangu Mungu akampa kipawa cha kuwa mwalimu wa kwaya. Zikarekodi albamu ya kwanza. Yeye kakao mwalimu aliyekwenda tangu Mungu. Mwenzake akarekodi albamu ya kwanza, akarekodi albamu ya pili. Nimesha rekodiwa ya tatu na kurekodiwa. Na mimi nataka kuingia kwa albamu. Hutaingia kwaya mpaka hivi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Badilika katika jina la Yesu. Nasema badilika katika jina la Yesu. Badilika katika jina la Yesu. Unapofanya kazi ya Mungu, fanya kwa moyo wa kupenda na moyo wa shukrani. Chukua hatua ili Bwana akutokee. Naomba tusimame.